Katika kijiji kidogo kilichokuwa pembezoni mwa mji, aliishi kijana mmoja aitwe Baraka. Baraka alikuwa maskini sana. Aliishi kwenye nyumba ndogo ya udongo na mama yake mgonjwa. Maisha yao yalikuwa ya shida kiasi kwamba mara nyingi walilala njaa. Kila siku Baraka alienda kutafuta libarua, kubeba mizigo sokoni, kulima mashamba ya watu au kufyeka nyasi. Lakini licha ya umaskini wake, Baraka alikuwa na moyo wa huruma sana. Hakupenda kuona mtu akiteseka. Siku moja jioni, alipokuwa anarudi nyumbani akiwa amechoka sana, alimwona bibi kizee pembeni ya barabara ya vumbi. Bibi huyo alikuwa ameinama kwa uchovu huku akibeba mzigo mzito wa kuni mgongoni. Baraka alisimama na kumwangalia. Aliona wazi kuwa bibi huyo alikuwa akihangaika sana. "Bibi, ngoja nikusaidie mzigo huo," Baraka alisema kwa upole. Bibi alimwangalia kwa mshangao. "Mwanangu, mzigo huu ni mzito sana. Una uhakika utaweza?" Baraka alitabasamu. "Usijali bibi, nitaufikisha hadi nyumbani kwako." Bila kusita, Baraka alichukua mzigo ule mzito na kuubeba. Walitembea umbali mrefu kupitia njia nyemba za kijijini mpaka walipofika kwenye kibanda kidogo cha bibi huyo. Bibi alipofika nyumbani, alimwangalia Baraka kwa macho yaliyojaa shukrani. "Mwanangu, wewe ni mtu mwema sana. Watu wengi walipita lakini hakuna aliyesimama kunisaidia." Kisha bibi aliingia ndani na kurudi na kikapu kidogo cha zamani. "Chukua hiki kama shukrani yangu." Baraka alishtuka. "Hapana bibi, sikusaidia kwa sababu ya zawadi. Nilisaidia kwa sababu ni jambo sahihi kufanya." Lakini bibi alisisitiza, "Chukua mwanangu, utaelewa baadaye." Baraka alikichukua kikapu kile na kuondoka bila kujua kilikuwa na nini. Alipofika nyumbani, alikiweka mezani. Mama yake alipokiangalia alisema, "Fungua tuone ndani kuna nini." Walipokifungua, walishangaa sana. Ndani ya kikapu kile kulikuwa na sarafu za dhahabu zilizong'aa. Baraka alishtuka. Inawezekanaje? Lakini muujiza haukuishia hapo. Kila siku walipochukua sarafu chache kutoka kwenye kikapu, sarafu nyingine zilijaa tena. Kikapu kile kilionekana hakipungui kamwe. Ndani ya muda mfupi, maisha ya Baraka yalibadilika kabisa. Aliijenga mama yake nyumba nzuri, akaanzisha biashara na kuwasaidia maskini wengi kijijini. Lakini jambo la kushangaza zaidi lilitokea siku moja. Baraka alirudi pale alipokutana na bibi yule ili kumshukuru. Lakini watu wa kijiji walimwambia jambo la ajabu. Hakuna bibi anayeishi hapo. Kibanda hicho kilitelekezwa miaka mingi iliyopita. Baraka alibaki amesimama kimya, moyo wake ukijaa mshangao. Ndipo alipoelewa kuwa huenda yule bibi alikuwa mtihani kutoka kwa Mungu ili kupima moyo wake. Tangu siku hiyo, Baraka aliendelea kusaidia watu bila kujivuna. Alijua kuwa kitendo kidogo cha wema kinaweza kubadilisha maisha milele. Funzo la hadithi hii ni kwamba usidharau kufanya wema. Wakati mwingine, baraka kubwa huja kupitia kitendo kidogo cha huruma.